zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Mathayo sura ile ya 7 aya 24. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mioyo yetu i wazi kulipokea neno lako. Naomba ufunuo, ufafanuzi wa neno lako, kwamba Bwana tuendapo kushiriki, tubariki kwa hilo neno namna jinsi umekusudia mchana wa leo. Mwisho wake mapenzi yako yatendeke. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Msingi, foundation. Mwanadamu yeyote, maisha yake yanategemea msingi aliyowekwa. Kila mtu anaishi maisha anayoishi kwa sasa kwa kutegemea msingi aliyowekewa na wazazi wake. Watoto wanapoingia shuleni, misingi yao ya masomo inategemea walimu wanaowashughulikia. Mtoto akiwekewa msingi ulio bora wa masomo, katika daraja zote za masomo ataweza kufaulu, kwa sababu msingi wake ulikuwa safi. Mtoto yeyote yule, mwanafunzi, ndio afanye vizuri katika masomo yake, inategemea darasa za kwanza za chini, inategemea chekechea, grade 1, 2, 3, inategemea namna jinsi walimu aliokuwa chini yake, waliokuwa wanamtunza, walikuwa wanamwekea msingi. Wakimwekea msingi mzuri, mtoto akifika huko mbeleni hana budi kufaulu mitihani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu msingi aliyowekewa ni msingi mzuri. Amen. Ndoa iliyoanza kwa misingi bora, hiyo ndoa ikiendelea mbele, mume na mke wataishi maisha yaliyo heshima, maisha mazuri, maisha yanayofaa, maisha ya kupendana, kwa sababu msingi wa ndoa ulikuwa msingi imara. Kuna ndoa zingine zinajengwa kwa neno la Baba. Kuna ndoa zingine zinajengwa kwa sausage pamoja na chips. Kuna ndoa zingine zinajengwa kwa ndizi zile zimeiva na ndizi zile mbichi. Kuna ndoa zingine zinajengwa juu ya vitu tu, juu ya quarter chicken. Na wale wanaoanza ndoa zao, wale wanaooana kwa kufuatana quarter chicken, kwa kudanganywa na ndizi zimeiva, kwa kudanganywa na sausage pamoja na mandazi, hizi ndoa za mandazi zinaishia vibaya sana. Kuna watu wanaingia katika ndoa kwa misingi ya utajiri. Kuna mwanamke anaolewa kwa sababu ameona huyu bwana ana pesa nzuri, huyu bwana ni tajiri, hivyo moyo wake unashawishika kwa haraka kuweza kuolewa na tajiri. Anaolewa
na mwanaume kwa sababu ya pesa. Ndoa zinazojengwa juu ya pesa mara nyingi huwa zinakafulika na zinaharibika. Kwa sababu gani? Ziliwekewa msingi mbaya, zilijengwa kwa msingi mbaya. Haleluya! Kanisa linaloanza na liwekwe kwa msingi bora, kanisa hilo linaendelea vizuri, watu wanaimarika katika masuala ya imani, na kwamba wanapoonekana wanawakilisha Mungu kwa namna jinsi Mungu anavyopendezwa. Haleluya! Kanisa linaloanza kwa misingi ovyo, basi hata washirika wanaonekana kwa nje, wanaonekana kwa misemo yao, wanaonekana namna jinsi wanavyojibeba katika jamii. Haleluya! Kuna watu wanadharauliwa katika masuala ya imani. Kuna wengine wanapewa madharau makubwa. Ni kwa sababu gani? Misingi waliowekwa. Utaona namna jinsi mtu anavyoongea, hata kama amekaa kwa kanisa miaka mingi, hata kama aliokoka mwaka sijui gani, hata kama amekaa kwa nyumba ya Mungu for so long, lakini kama amewekwa kwa msingi bure, anabaki kuwa mtu bure.